Jambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Msururu wa mashambulizi kutoka nchini Iran bado waiandama Israel. Ni makombora kutoka katika taifa la Kiajemi ambayo wakati huu yanaiadhibu Israel. Ni vita ambavyo vimekuwa vikizungumzwa na wanasiasa na wanadiplomasia mbalimbali ulimwenguni, wakitazama ni njia gani ya kuweza kuhakikisha vita hivi vinaisha mapema kabla ya kuleta madhara makubwa zaidi. Ikiwa ni Juni 21 ya siku ya Jumamosi mwaka 2025, Iran imefanya mashambulizi mazito huko nchini Israel kwa kutumia makombora ya Fatah na makombora ya aina mbalimbali mengine, lakini pia na ndege zisizokuwa na rubani ndani ya viunga vya taifa hilo la Israel. Moto umekuwa mkubwa katika baadhi ya maeneo, na katika moja ya jengo la makazi la ghorofa 3 katikati mwa Israel asubuhi ya Jumamosi limeonekana likishambuliwa. Kulingana na jeshi la zimamoto na uokoaji la Israel, moto huo umezimwa tangu wakati huo. Jengo la ghorofa lingine huko Holon limeshika moto baada ya IDF kuona msururu wa makombora ya Iran na kusababisha makombora mengine kudondoka na kuleta maafa, licha ya taarifa kutoka Jerusalem Post kwamba baadhi ya makombora yamedunguliwa. Madaktari wa Magen David Adom wapo katika maeneo ya uokoaji kwa sasa na wanaeleza kwamba hakuna majeruhi ambao wameripotiwa hadi sasa. Wakazi wote waliondoka haraka kwenye jengo hilo. Msemaji wa MDA Magen David Adom alieleza na kubainisha, wazima moto kwa sasa wanafanya kazi ili kukabiliana na moto huo. Shirika la habari la Wala limenukuu vikosi vya zimamoto na uokoaji vikisema kuwa moto huo umedhibitiwa. Hata hivyo, kutoka siku ya Ijumaa hadi leo Jumamosi asubuhi, zaidi ya watu 30 wamejeruhiwa katika shambulio la kuanzia jana Ijumaa jioni, hasa katika maeneo ya Haifa. Kulingana na ripoti za ziada, roketi ya Israel ya kukatiza ilirusha risasi vibaya na kutua karibu na Rosh Hayain. Msururu wa makombora wa Jumamosi asubuhi unakuja baada ya shambulio la Israel siku ya Ijumaa jioni. Wahudumu wa afya wameripoti kuwa zaidi ya watu 30 wamejeruhiwa huko Haifa, licha ya kwamba hakuna vifo, na hadi sasa Israel haikutangaza vifo vingine zaidi ya watu 24 wa mwisho ambao waliwatangaza. Taarifa zaidi zinaeleza kwamba kuna majeruhi wengine huko Tel Aviv na kwamba kulikuwa na ripoti za ziada za athari huko Beersheba na Israel ya kati. Jeshi la Israel limeripoti kuwa Iran imefanya mashambulizi yaliyohusisha msururu wa makombora kuanzia siku ya Ijumaa mchana, lakini na hata leo Jumamosi. Ni wakati waziri wa mambo ya nje wa Iran akiwa mjini Geneva kwa mazungumzo katika juhudi za kutatua mzozo huo ambao sasa umedumu kwa wiki moja. Taarifa za jeshi la Israel zimesema ving'ora vya tahadhari vimesikika katika maeneo kadhaa nchini humo baada ya Iran kufyatua makombora kadhaa. Na katika taarifa za awali kuhusu shambulio hilo, shirika la huduma la uokoaji linaendelea kutoa taarifa na kuthibitisha kwamba kuna watu ambao wamejeruhiwa ambao kwa idadi wamesema hadi sasa wamefikia 30. Wengi wanatamani mazungumzo sasa ili kuokoa raia ambao hawana hatia kutokana na vita hivi. Raia wa Israel sasa wanajificha katika maeneo salama ambayo ni chini ya ardhi, ambapo ni maeneo sahihi kwao kwa ajili ya kuhakikisha usalama wao. Lakini athari bado zipo, kwani kuna nyakati umeme ulikuwa ukikatika mara kwa mara kama ambavyo walikuwa wakieleza, wakiwa chini ya ardhi, maeneo ya kujifichia ambayo yamepangwa na serikali ya Israel. Hata hivyo, bado kuna mashambulizi mengine ambayo Iran imesema itayafanya mchana wa leo Jumamosi, lakini pia wakati wowote wanaweza wakafanya mashambulizi. Lengo lao ni lile lile, kwamba wataacha kuishambulia Israel hadi pale itakapoachana na mpango wake wa kuendelea na mashambulizi dhidi ya taifa hili la Kiajemi kwa maana ya Iran. Mtazamaji wa The World News, kiufupi ni kwamba mnamo Juni 13 siku ya Ijumaa, Israel ilianzisha mashambulizi katika kile waziri mkuu Benjamin Netanyahu alichosema kwamba ni katika kuhakikisha inaondoa nyuklia nchini Iran, lakini pia kuangusha utawala wa Ayatollah Al-Khamenei, na jambo la tatu kupambana kuhakikisha wanaondoa makombora ya masafa marefu ya Iran.
Israel ilidhani jambo hili litakuwa ni rahisi sana, lakini wakati huu jambo hili limekuwa gumu mno kutokana na mashambulizi yanayofanywa na Iran. Licha ya kwamba iliua baadhi ya viongozi wakuu wa kijeshi wakina Hussein Salami na wenzake, lakini bado hali ni nzito katika uwanja wa vita, kiasi kwamba Israel inaiomba Marekani kuingilia kati kwa kutumia baadhi ya makombora yake ambayo wanaamini yataweza kuleta tija katika mapambano dhidi ya Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati